Tunatoka Kalmabenge tunasikia masasi nalia ngambo ya Rutu Mwami maasubuhi. Tunapita ngambo ya chini Makilibula. Tuko tunaona batu banavula manguo banakimbia kulaki. Banekalo mamala ki banakimbia banatuambia sisi tupatie mtumbu tubavushe tuwewe Kavimvira. Hata tubavushe Kavimvira ndio biko banatuoblige. Bamuyomba banasikia kitu kinakia moto. Na msambamba kabisa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni majira ya mchana sasa tunapata fursa nyingine ya kuja kwa pamoja kwenye habari zetu za mchana wa leo tarehe 28 Disemba mwaka wa 2025. Kama kawaida nimekuambia tuko hapa kukuletea yote ya kweli ya uhakika kuhusu kile kinachoendelea mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini ambako hali ya wasiwasi endelea kuripotiwa kila kukicha kona mbalimbali. Sisi tuko hapa kukujuza kile kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Hivyo na kusi ili endelee kupata habari hizi na kuomba kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi ili endelee kuzipata kama utakapokuwa unazipata wewe. Katika kipindi hiki cha machafuko ya kivita, habari zinabadilika kadri saa zinavyozidi kusonga. Hivyo tunabudi kuwa na kuleteni habari kila kipindi kufuatana na kile ambacho kinabadilika. Lazima tuwe tunakufahamisha msikilizaji na mtazamaji wetu. Na moja kati ya habari kuu tulionayo jioni ya leo ya tarehe 28 Disemba ni kwamba waasi wa M23 wameanza kutafuta sehemu pa kukimbilia. Hii ni baada ya mapambano makali ambayo yamezuka asubuhi ya leo tarehe 28 Disemba mwaka wa 2025. Kwa nami mwanzo mpaka tamati tukujuze ni wapi ambako mapambano yanaendelea kwa sasa na ni wanani ambao wanaendelea kusonga mbele. Na msikilizaji na mtazamaji wetu, vita ni kama mchezo wa mpira, unaweza ukashinda asubuhi wakakuja kukushinda jioni. Sasa moja kati ya mabadiliko makubwa ambayo yametokea kwenye uwanja wa vita imeendelea kuonyesha kwamba tayari mji wa Uvira umezingirwa na wazalendo. Hiyo ni baada ya makabiliano makali ambayo yaendelea kuripotiwa kila kukicha maeneo ya pembezoni na mji wa Uvira. Mapambano makali yalizuka mapema asubuhi ya leo tarehe 28 Disemba mwaka wa 2025 katika maeneo ya Kigongo kwenye milima pia Katongo, ambako wazalendo waliweza kushambuliana ana kwa ana na vikosi vya waasi wa AFC M23. Baada ya mapambano makali yaliyoripotiwa jana na wazalendo kuonesha kusonga mbele wakiwa wanaunga mkono wa jeshi la taifa, waasi wa M23 waliweza kuingiza vikosi vingi sana kutoka Rwanda kwa ajili ya kuweza kuzuia njia ili wazalendo wasiweze kupata fursa kuingia katika mji wa Uvira. Ukiona kwamba ukiingia Kigongo na kuwa unakaribia mji wa Uvira, baadaye unakuja kuingia katika mingine ambayo inakuwa ya mwanzo kabisa. Sasa waasi waliongeza nguvu zao zote barabarani huku wakiendelea kuwasha moto dhidi ya wazalendo, lakini bila kufahamu ya kwamba katika ziwa Tanganyika kuna baadhi ya vikosi vya wazalendo ambavyo ni wazoefu wa kutumia boti za kivita, na sehemu nyingine bali ni kamanda ajulikanaye kwa jina la Dragira ambaye aliweza kuwasili katika mji wa Uvira mapema asubuhi na kuanza kushambulia ngome za waasi upande wa Kalundu kupitia boti za kivita, kitu ambacho kiliweza kupelekea waasi kupoteza mwelekeo na kufikia hatua wakaanza kurudi nyuma. Mapambano yanaendelea kupamba moto katika eneo mbalimbali za milimani, huku wazalendo wakionyesha dhamira yao kuendelea kusonga mbele kwa kulenga kuingia katika mji wa Uvira kikamilifu. Moja kati ya mashuhuda kutoka katika mji wa Uvira ametuelezea kwamba baada ya mapambano kuwa makali zaidi, vikosi vya waasi wa M23 walianza kuvua jezi, yani sare za kivita, na kuvaa nguo za kiraia na kuanza kuomba raia waweze kuwavusha upande mmoja kuelekea upande mwingine. Tunatoka Kalmabenge tunasikia masasi nalia ngambo ya Rutu Mwami maasubuhi. Tunapita ngambo ya chini Makilibula. Tuko tunaona batu banavula manguo banakimbia kulaki. Banekalo mamala ki banakimbia banatuambia sisi tupatie mtumbu tubavushe tuwewe Kavimvira. Hata tubavushe Kavimvira ndio biko banatuoblige. Bamuyomba banasikia kitu kinakia moto.
Wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC walitumia mbinu mbadala ya kuweza kuteketeza kwanza boti za wahasi. Ilikuwa ni tarehe 26 ambako drone za kivita ziliweza kushambulia boti za wahasi wa AFC M23 Kalundu, kwa sababu ilikuwa ni kwa lengo ya kuweza kuhakikisha kwamba wahasi wanakosa nguvu za majini ili wazalendo wapate kupata fursa ya kuweza kuingia kikamilifu. Na mpaka sasa, msikilizaji na mtazamaji wetu, mapambano ambayo yanaendelea kuripotiwa upande wa Kalundu unaendelea kuleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakahaji. Wakahaji wote wa kijiji cha Kigongo Katongo wameweza kuacha mji huo mtupu, wakiachia vikosi hivyo viwili ambavyo vinaendelea kukabiliana mchana kutwa wa tarehe 28 Disemba mwaka wa 2025. Endelea kuripotia habari hizi moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa vita. Wazalendo waendelea kuomba raia wa mji wa Uvira kuwa tayari kuwapokea, kwa sababu nasema kwamba kipindi hiki hawaturudi nyuma tena wala mpaka pale ambako wahasi wa M23 watasarenda na kuacha mji huo mtupu. Kutoka upande wa wazalendo, haya hapa maneno yao. Musi kabisa. Hivi drone iko na appuyer aussi c'est bon. Hakuna shida tayari. Njoo vita hii sasa kuna kumbana na Mungu naona. Hapana vile vile tunaenda ngoma mortier saa 20 ziko zinapiga. Mufuatilie pale chini, mufuatilie. Mwenye anazibia piga muavance naye mufatane na adui. Mais il faut kwenda na kimakini. Unajua bale watu banapangaka hivi. Banaweza fanya nini? Hivi batoto biko kubilima, batatafuta baba debordebo, hivi biko na FARDC kule c'est bon. Muangali sasa mwebe mko huku chini. Musifate tulu kichwa, il faut kufata bamwa biko banafanya advance, bengine biko banafunga nyuma. Juu asimi deborde pour que akuye ingize batu yetu kati. Tusha vifumbula vyote, manake hapa saa hii tushapaa base mwe vya observation ya MONUSCO na tunafanya equipe de crab. Ile iko equipe de crab iko inapiga na force special. Ndiyo. Sai unaona ile yote ni force special. Ile yote naona pale. Unakisi bote bako pia nani ile very moon. Ndio bale banapanda. Mtu anabazibia ale charger RPG piga tasamba nyuma. Mtu mwana anajichanga watu wasipike adui naye ni adui. Tabatilia kamba kule kala Kalundu nao ndio bataishia wanarudia kwa hapo. Kisa walisema huko kwetu. Sawa, kwa tufuatilie kwanza. Mufuatilie. Antuka musiachie adui hatua. Musimwachie hatua. Hatuna tabia ya kurudia nyuma, ni kwenda mbele tu. Uvira Kiaya Kasenga na Mtaga na Shoko mwingine. Tayari hapa kabisa. Maana busubuhi utaanza kuja na mara ambapo tutakutana. Yeye katrevende ungetuletea hayo ile mortier vita tusaidia kuyapinga. Sawa. Ngoja sasa hivi. Sawa mzee. Ngoja niite katrevende bafate. Sawa mzee. Hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea kufuatilia habari hizi kwa kina ili tuendelee kupatia habari za ukweli na za uhakika kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika ambavyo vinaturipotia habari hizi kutoka moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano. Mapambano ni makali sana tena sana, huku wazalendo wakiwa wanakisia kusonga mbele na kuchukua udhibiti wa mji wa Uvira kikamilifu, mji ambao unakaliwa na wahasi wa M23. Kwa taarifa ambayo tumezipata kwa sasa, wahasi wameweza kutoa kambi yao iliyokuwa katika upande wa Kivovo na kupeleka upande mwingine kaskazini mwa mji wa Uvira. Lakini licha ya mapambano hayo, bado wahasi wanaripotiwa kuwa katika mji wa Uvira, huku wazalendo wakiwa upembezoni na mji huo wakiahidi muda wote ule kuweza kukomboa mji huo wa Uvira. Mimi sera tu wa FARDC mujikaze mko mnapana mainformation za kweli. Sababu gani? Hii mainformation ya kweli itapermettre bakufanya kazi, bafanye kazi mu voie normal. Mimi huyu sai niko hapa Kivovo, ndio kwa mimi nasimama, niko mchamp de bataille, niko FARDC. Hakuna mwenye anifamia 05 ananifamia bien avec certitude. Mko na pana ma info za kweli, na tuambie population ya Uvira ituunge mkono, badenonse kila nafasi yoyote kwenye bali wa bwana biko, sababu tufanye kazi munjia yenye munjia ya uhaki ya kweli. 05 ananifamia mzuri sana, na promesse yenye mimi napatia population ya Uvira bajue kama hatuna
hatuna saa sita hatukamate Uvira. Huyu Mungu mwenye tuko tunaomba, Uvira leo italala mumikono yetu, ila vita inapiganwa zaidi na population jeunesse, sababu jeunesse population ndio itadenonse kwenye bale babwana biko banafichama. Tuko na kila information yote, kama balivula mavazi fulani biko munyumba, benye balipanda kurute Jimwami, be banapanda hapa kumonima, benye balienda pandia huku kukije. Tuko na kila information, mais population isi bafichike ba denoncer, sababu banakuwa sawa ni batakatifu kwa sasa, mais misho yabo ni kumaliza jeunesse ya Uvira, sababu banajua kama jeunesse ya Uvira ni bazalendo. Meme mwanamke mwenye ko Uvira banajua kama ni mzalendo, bangali banaonesha population meno, sababu ingali mwanzo. Ni kusema ukiona chawa inakuingia mkichwa, jikaze unyole kipara, sababu nali yai ya ile chawa isibaki ndani ya kichwa. Yani ni kusema na mtoto wote wa Kinyamulenge na hakuna Munyamulenge, hakuna Mtusi, c'est la même chose. Tujikaze, population mu denoncer kwenye bale wa bwana biko juu tubatrake comme il faut. Okay, merci sana. Na Salimu 05 ananifahamu sana, ni amie mchime wangu, ananifahamu sana, na mimi nafurahi sana kwa kazi yenye anaendelea kutenda. Ni kusema yani grupe yote tuendelee kufanya kazi kwa niaba ya population yetu ya Uvira, kwa niaba ya wazee wetu wa Uvira, kwa niaba ya jeunesse yote ya Uvira en general. Merci beaucoup. Mchana mwema kwa grupe yote. Amjambo wa ndugu zangu watangazaji wa Aman TV. Anayezungumza hapa na anayewasalimia hapa si mwingine ni mtu ambaye anapatikana Uvira, mmoja wa wanajeshi wazalendo anaopatikana kumandema Ayati Rukumeta Pierre Birio. Mimi napatikana hapa Uvira, tukisubiri wa ndugu zetu FRDC na wazalendo waje kwa kasi. Tunasubiri ili tukamatane mkono kwa mkono, tuungane ili tushuke. Na kwa sasa tunashikilia kwenye vilima vya juu kidogo, lakini sio mbali na watu, tukifuatilia kwenye adui anaenda. Tumeona kama adui amehamisha vikao vyao, amevitia katika mji ambao unaitwa Baraka, na mji ambayo unaitwa Kiliba. Kiliba kabisa ndio kwenye adui anatia makao yake makubwa sana, na kwa sasa hatuogopi vifao vyao, tutawapiga mpaka hadi mwisho. Hii ni udonga mababu, hii ni Kongo yetu, hii ni Kongo kabisa. Utajiri wa nchi yetu, utajiri wa mkongomani ni udongo wake. Na kwa wale ambao wanasaliti nchi, wale wapo katika akili zetu na wapo katika mikononi mwetu, tunawajua na tunawafahamu. Waendelee kusachi vijana na kuwashuta vidole, hapa ni kwa fulani, hapa ni kwa fulani, hapa ni kwa fulani. Haina tatizo, waendelee. Kila kitu kina majira yake na kila kitu kina muda wake, lakini tunawaomba ndugu zetu wakaribie, wa FARDC wazalendo wakaribie, tuungane mkono kwa mkono, bega kwa bega, ili tupate amani na tupate maendeleo katika mji wa Uvira. Na kwa sasa mji wa Uvira upo katika mawasiwasi, ijapokuwa waimbaji wameimba, kanisani wameingia, na wengine wamefanya biashara ndogo ndogo, lakini hali sio shwari, hali sio nzuri. Na tunaomba ndugu zetu wazalendo na wasudai FARDC waje kwa kasi sana, tunasubiri hapa Uvira ili na sisi tuzidi kushuka kwenye milima, tusaidiane. Asante sana. Anayezungumza hapa si mwingine ni Maiti, anayepatikana Uvira, na kwa sasa tunapatikana katika milima ya juu, tukiwachonga ndugu zetu wakaribie kwa hamu sana. Karibu
Asante sana FRDC, Armée Makasi, FRDC, Espadi Congo na wazalendo pia tunawakaribisha ndugu zetu wakaribie. Asante. Hivyo mambo ni magumu upande wa wahasi, hiyo ni kutokana na muungano wa wazalendo kuweza kuungana kitu kimoja pamoja na jeshi la taifa FARDC kwa kushirikiana ili kutafuta mbinu ya kuweza kurejesha mji wa Uvira mikononi mwao. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kama nilivyokuarifu kwamba habari za vita endelea kubadilika kila saa, hivyo baadaye tutakuletea tena kile kinachojiri na matukio rasmi mapambano hayo, tupate kujuza wazalendo wamelala wapi na ni kipi ambacho inaendelea kwenye uwanja wa mapambano. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan.